Kuna hawa ndugu wawili, Ignacio pamoja na Gonzalo. Ignacio yeye alikuwa ni injinia, lakini pia alikuwa anasimamia mali zote ambazo alikuwa ameachiwa na marehemu baba yao. Kwa ufupi, mchizi maokoto alikuwepo ya kutosha, lakini kwa Gonzalo yeye alikuwa akakimbilia kwenye sanaa ya uchoraji. Bladha aliona mdogo wake huenda akawa anakimbia majukumu, hivyo upendo baina ya hawa ndugu wawili ulikuwa wa kusuasua sana. Kimtindo bi mkubwa akawa anajitahidi sana kuwaweka watu hawa karibu, lakini jitihada zake kuna muda zilikuwa zinagonga mwamba, kwani Gonzalo alikuwa hahitaji kabisa mahusiano mazuri baina yake pamoja na kaka yake. Hasa Ignacio bwana alikuwa na mke wake anatambulika kwa jina la Zoe. Hii ilikuwa ni ndoa yenye upendo sana. Kwa nje bimdada alionekana ni pisi moja kali kweli kweli, lakini pia alionekana kuwa na furaha sana na ndoa yake. Lakini ukweli wa mambo ni kitambo sasa kimepita, anabembeleza penzi kwa mume wake, yani mwamba alikuwa mpatii kabisa unyumba mke wake. Na kama bimdada akibembeleza sana, basi mchizi huwa anasema asubiri mpaka siku ya Jumamosi. Hakika bimdada alikuwa anahangaika sana. Zoe alikuwa hana la kufanya zaidi ya kuvumilia, kwani pia ukizingatia alikuwa ni bimdada mwenye imani kali sana ya kidini. Lakini upweke ulivyomzidi sana, akaanzisha mahusiano ya karibu sana pamoja na shemeji yake Gonzalo. Akawa anaenda anapiga naye mastori mawili matatu. Gonzalo alikuwa anapenda sana makampani pamoja na shemeji yake, ukizingatia pia mwamba alikuwa ni mtu wa totozi kweli kweli. Zoe leo kaja na picha ambayo alikuwa akapatiwa zawadi na Gonzalo mume. Baada ya kuiona akamuuliza mwanadada, hii picha umeitoa wapi? Akamweleza kwamba ameitoa kwa mdogo wake. Mchizi alikuwa hana namna, kwa sababu ni picha ambayo bimdada alikuwa akaipenda sana, hivyo akahifadhi. Lakini siku moja, kipindi ambacho Zoe alikuwa akaweka pozi ili endelee kupigwa picha na mtaalamu wetu Gonzalo bwana, kwa bahati mbaya akaibonyeza simu yake. Si unajua tena simu ya viswaswadu, moja kwa moja kumbe akawa akampigia mtaalamu wetu Ignacio. Gonzalo akawa anaendelea kutema cheche akimponda sana brother wake, anasema hakika mrembo kama wewe hafai kabisa kuendelea kukaa na yule mwamba. Mtu mwenyewe kwanza hakujali, lakini pia anaonekana kabisa anakutesa bimdada. Naye akaendelea kumwagika, anamweleza yeye pamoja na mume wake huwa wakutani mara kwa mara kimwili, na endapo bimdada akibembeleza sana, basi mwanaume yule huwa anampatia unyumba siku ya Jumamosi peke yake. Halo, Gonzalo akasaga sana kunguni kwa brother wake, lakini muuni alivyokuwa anasikiliza hizi pumba, hakika alimaindi kweli kweli. Akaenda kuchukua ule mchoro na kwenda kutupia ndani ya swimming pool. Zoe baada ya kugundua hiki kitu, hakika akaenda kumaindi sana mume wake, anamuuliza ni kwa nini amefanya ujinga kama huo. Lakini mtaalamu wetu Ignacio akatoa sababu nyingine kabisa iliyomfanya mpaka yeye kwenda kuharibu mchoro ambao alikuwa akapatiwa na mtaalamu wetu Gonzalo. Bishosti bado alikuwa hajaelewa ni kwa nini mume wake alifanya ujinga kama ule, lakini akaenda kumwelezea mtaalamu wetu Gonzalo. Mwamba akaendelea kumsagia kunguni kaka yake, lakini pia anamweleza mwanadada, yule jamaa huwa akili zake ni za kijingajinga, lakini pia huwa ni mtu ambaye ananionea sana mimi wivu, kwa sababu nimeamua kuishi maisha yangu yenye furaha na kuachana kabisa na mambo ya kuwa na mawazo yanayotokana na kuendesha mali za familia. Gonzalo bwana, yeye alikuwa hahitaji kabisa mambo ya mahusiano, kwani leo mchumba wake alimfuata na kumweleza, sasa tuna miaka mitatu, ni vipi mpaka muda huo hujapiga hatua yoyote angalau ya kunieleza future yetu ikoje? Lakini Gonzalo anamweleza mwanadada, yeye kama anahitaji mwanaume wa kufunga naye ndoa na kupata naye watoto, basi aende akatafute mwanaume mwingine, kwani yeye hivyo vitu kwenye maisha yake wala havifagilii kabisa. Zoe leo anakutana tena na Gonzalo, stori zinakuwa ni nyingi sana, lakini pia siku hii ya leo bimdada ilibakia kidogo tu mwamba aweze kumega tunda la kaka yake, kwani ukaribu wao hakika uliwapelekea kila mmoja hisia kuweza kumpanda, lakini akafanikiwa kujizuia. Akaenda kukutana na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa ni kaka dada, anamwelezea kile kilichomkuta na kumwambia hakika leo ilibakia tu kidogo aweze kumpatia tunda shemeji yake, na kwa hatua hii anajiona kama ameanza kuwa ni mwanamke mwenye tabia mbovu. Lakini Boris anamshauri rafiki yake, anamweleza kama ikitokea Gonzalo akihitaji kupatiwa tunda, basi tu aweze kumzawadia, kwani maisha anayoishi yeye pamoja na mume wake hakuna mwanamke yoyote ambaye angeweza kuvumilia. Leo Ignacio anamwaga mke wake na kumweleza anasafiri kikazi kwa muda wa siku kadhaa. Zoe anampatia likizo lazima mfanyakazi wao wa ndani kwa muda wa siku 3. Dada anaandaa madiko mchana kutwa. Wakati wa jioni Gonzalo anafika hapa, kipindi ambacho mchizi alikuwa anajaribu kuweza kumpiga busu shemeji yake. Zoe anamweleza Gonzalo asifanye ujinga kama huo ndani ya nyumba kaka yake, lakini ghafla mume wake anampigia simu. Wanapiga mastori mawili matatu na kuambiana wanapendana sana. Baada ya kukata ile simu, tunashuhudia mtaalamu wetu kumbe naye hapa hotelini alipokuwepo anadai ya kwamba yupo safarini, kuna mtu ambaye yupo chooni.
Upande wa mwanadada pamoja na shemeji yake, stori zikawa ni nyingi sana, mpaka wakati wa usiku wa manane bimdada anamweleza Gonzalo asiondoke, kwani yeye huwa anaogopa sana kulala peke yake, hivyo anamchukua mchizi mpaka kwenye chumba ambacho huwa analala yeye pamoja na mume wake. Gonzalo anamshuhudia shemeji yake akiwa anabadilisha nguo. Hakika bimdada alikuwa na umbo zuri kweli kweli. Wakati wapo kitandani wakawa wanaongea maneno machafu sana, tena maneno haya kuweza kuamshana mambo fulani. Bishosti akawa anavuta pumzi kwa mapozi yasiyokuwa ya kawaida. Gonzalo hakuweza kuchelewesha kabisa. Wakati kama huu anapita na shemeji yake bila kuwa na haya wala kuona ya kwamba kitanda hiki kilikuwa ni cha kaka yake. Baada ya kumaliza huu mchezo, bimdada alikuwa yupo hoi chakali. Mchizi usiku huu wa manane akaamua kuondoka. Zoe anamfuata Boris na kuweza kumwelezea kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea usiku wa jana na kumwambia hakika anajisikia huzuni sana kwa kumchukua mwanaume yule ambaye alikuwa ni shemeji yake na kumpeleka kwenye chumba cha kaka yake kisha kuweza kufanya naye mavitus. Kaka anko anamtia moyo na kumwambia kitu alichokifanya wala hajakosea, bali yuko sawasawa. Halo mume baada ya kurudi anamkuta mke akiwa na huzuni kweli kweli. Bimdada alikuwa analia kutokana na kile ambacho alikuwa akakifanya, lakini Iginasho kwa kuwa alikuwa hatambui jambo lolote anamtia moyo mke wake na kumweleza ni jambo gani ambalo linamsibu aweze tu kumwambia, naye atajitahidi kama mwanaume atajitahidi kuweza kulifanyia ufumbuzi. Zoe alikuwa hana uwezo wa kumweleza mambo ambayo alikuwa akayafanya mume wake, hivyo tu akamweleza kwamba anampenda sana na hivyo anahitaji tu kuweza kukumbatiwa na Iginasho. Basi kamchezo baina ya Zoe pamoja na shemeji yake Gonzalo bwana kakawa kanaendelea mara kwa mara. Kwa sasa inaonekana bimdada alikuwa ajisikii huzuni yoyote, lakini pia usiku wa leo anajaribu kumwekea mitego mume wake na kumweleza hakika ana shida sana kuweza kuguswa, lakini mwanaume anamweleza mke wake yeye hajisikii jambo lolote, hivyo asubiri mpaka siku ya Jumamosi. Zoe anakuja kushangaa wakati wa usiku mume wake akiwa anapanda mnazi kwa kutumia mkono mmoja. Bishosti akaumia sana, lakini ikabidi tu aweze kumpatia huduma. Atafanyaje bwana? Ignasho inaonekana anaenjoy sana kupanda mnazi kwa kutumia mkono mmoja kuliko hata penzi la mke wake. Halo, leo mama mtu anekutanisha familia. Kipindi ambacho alikuwa anapiga mastori mawili matatu, mama anamwambia Gonzalo sasa umri alionao inabidi atafute mwanamke na kuweza kufunga naye ndoa, ikiwezekana basi apate naye mtoto, kwani ana hamu sana ya kumpata mwijukuu. Gonzalo anamwambia mama yake hiyo kitu haiwezekani kabisa, lakini pia hata kwa bimdada Zoe naye anamtetea Gonzalo na kumwambia mama mkwe huenda Gonzalo hajaamua kuoa kwa sababu hajampata mtu sahihi. Lakini haya maneno kipindi ambacho alikuwa anaendelea kuzungumzwa yakamfanya Bishosti kujisikia noma na kuelekea jikoni. Gonzalo naye akafika hapa na kuanza kumpapasa shemeji yake, yaani muuni kanogewa, akashindwa kabisa kuheshimu ya kwamba kaka yake alikuwepo upande wa nje. Lakini pia hata mke naye hakika alikuwa akaanza kunogewa sana na penzi la Gonzalo. Mfanyakazi anawafumania, kila mmoja anajisikia noma, lakini bimdada ikabidi tu aweze kulimezea. Basi baada ya sherehe ikabidi wakutane waweze kumalizia kazi ambayo alikuwa ameianza, na siku hii ya leo Gonzalo akaendelea kumsagia kunguni kaka yake. Anamweleza Zoe ya kwamba yule jamaa kwa jinsi ninavyomfahamu huenda yule jamaa akawa ana mahusiano na kina anko dada. Bishosti akashangaa sana na kumuuliza ni kwa nini anaongea maneno kama hayo. Gonzalo anamweleza mwanadada iwezekane kwa mwanaume aliyekamilika kuto kuenjoy penzi la mke wake na kwenda kupanda mnazi kwa kutumia mkono mmoja, na tena ukimlazimisha sana anakupatia tu wakati wa Jumamosi pekee. Zoe ya maneno yakamuuma, lakini pia akaondoka nayo moja kwa moja mpaka kwa Iginasho na kwenda kumuuliza kama alishawahi kufanya michezo kama hiyo, lakini mwanaume huyo bwana akageuka kuwa ni mkali kweli kweli. Anamweleza mke wake kama akihitaji kuendelea kwenye hii ndoa basi asije tena akamuuliza maneno ya kijinga kama hayo. Ignasho anafahamu kabisa haya maneno huenda akawa kasikia kutoka kwa Gonzalo. Moja kwa moja anafika mpaka kwa mdogo wake. Baada ya kufika hapa anaanza kumweleza ni kwa nini anamsagia kunguni hivyo kwa mke wake, lakini pia anamweleza maneno ya kijinga kama yale. Gonzalo anamweleza Ignasho yeye anakumbuka kila kitu ambacho aliwahi kumfanyiaga huko utotoni. Kumbe Ignasho bwana aliwahi kumpandia mdogo wake huko kipindi ambacho alipokuwa watoto dogo. Kitu hiki ndiyo kimepelekea watu hawa wawili kutokuwa na mahusiano mazuri. Gonzalo anasema hakika anaumia sana kila ambavyo huwa akifikiria mambo kama hayo, na hivyo yeye ameweza kumweleza mwanadada ukweli ambao anaufahamu, na kama anaamini amemsingizia basi aende akathibitishe kwa mke wake. Zoe leo anaandika barua na kumwachia mume wake, anafunga mizigo yake na kutokomea kusikojulikana. Mume baada ya kurudi anamtafuta mkewe kila kona ya nyumba pasina kuwa na matumaini yoyote ya kuweza kumpata. Dada anaenda kuanza maisha mengi
nyingine, lakini kwa upande wa Ignacio hakika kwake ilikuwa ni ngumu sana. Leo baada ya kupima, Zoe anakuja kugundua alikuwa ana mimba. Anamfuata kaka dada na kumwelezea ya kwamba yeye alikuwa anajiachia sana kwa Gonzalo, kwani alikuwa anaamini hana uwezo wowote wa kupata mimba. Bishosti anasema amekaa na mume wake kwa takriban miaka 10, hakuwahi kula limao wala udongo, japo alijitahidi sana kufanya harakati za kupata mtoto. Boris anamweleza mwanadada kwa hatua hiyo inabidi tu apambane na hali yake ama aende kumweleza Gonzalo, na endapo Gonzalo akiukataa anamweleza basi atatafuta njia nyingine ya kufanya ili mradi tu aweze kupambana na hili janga. Leo Ignacio akiwa kwenye kikao cha biashara kwenye hoteli moja anamshuhudia Gonzalo akiingia humu ndani. Baada ya kuweza kufuatilia, anakuja kugundua bimdada alikuwa anaishi ndani ya hii hoteli. Mwamba akaenda kuvizia mpaka kwenye mlango ambao bimdada alikuwa anaishi, akaanza kusikiliza mazungumzo baina ya bimdada pamoja na Gonzalo. Mchizi anamlaumu sana mwanadada, wewe ulisema hauna uwezo wowote wa kupata ujauzito, sasa leo inakuwaje unanieleza pumba kama hizi? Mwanadada anamweleza mimi mwenyewe sitambui ni kwa nini haya mambo yameweza kutokea, lakini nina uhakika kabisa wewe ndio baba wa mtoto na wala sio mume wangu. Mwamba alikuwa anasikiliza kila kitu, akaamua kuondoka ndani ya hili eneo kwa hasira, lakini Gonzalo anapatia mwanadada machaguo mawili. La kwanza, inabidi amweleze mtaalamu wetu Ignacio kwamba yeye ndio baba wa mtoto, na endapo akishindwa kufanya hivyo basi afanye harakati za kutoa huo ujauzito. Mwanadada hakuamini mambo haya ambayo alikuwa anasikia. Hakika leo akaamini mabladhameni huwa hawana upendo wa kweli. Muuni anamweleza kama hautofanya machaguo haya mawili niliyokupatia, basi kuanzia leo mimi na wewe hatuna mahusiano yoyote, na endapo nikitoka ndani ya hiki chumba usije ukanipigia simu wala kunitumia meseji yoyote. Zoe akawa na mawazo sana, haelewi ni kitu gani ambacho anaweza akafanya, lakini wakati wa asubuhi analetewa zawadi. Baada ya kuifungua, ndani yake anakutana na ujumbe kutoka kwa Ignacio ukimweleza hongera sana bimdada Zoe. Zoe kwa sasa alikuwa na mawazo mengi sana, haelewi ni kitu gani ambacho anaweza akakifanya. Ignacio leo kipindi ambacho alikuwa anafanya usafi kwenye swimming pool anafanikiwa kukutana na simu ya bimdada Zoe. Ni kweli bado anampenda sana mke wake, leo anafanikiwa tena kumtumia ujumbe mwingine. Zoe baada ya kufungua, ndani yake anakutana na ujumbe unaomweleza kwamba endapo ukibonyeza namba 1 kwenye simu yako basi atapokea Gonzalo, lakini endapo ukibonyeza namba 2 basi nitapokea mimi Ignacio. Hakika bado ninakupenda sana mke wangu. Zoe anampigia simu mume wake. Mwamba anafika hapa, wanaanza kuzungumza. Mchizi anamweleza mwanadada, ninafahamu kila kitu na wala usije ukaniambia habari zozote zinazohusu Gonzalo, kwani huyo Mwamba hajielewi. Ignacio pia anamweleza mke wake ya kwamba hakika yeye ana siri kubwa sana kwenye maisha yake ambayo hakuwahi kumwambia mtu yoyote. Muuni anasema ya kwamba ni kweli huwa ana mahusiano na kina kaka dada, lakini anamweleza Zoe japokuwa ana kasoro kama hiyo, anampenda sana mke wake na hivyo hataruhusu mtu yoyote aweze kumchukua. Lakini pia Muuni anasema yupo tayari kumlea huyu mtoto, na hivyo anamwambia mwanadada arudi nyumbani waendelee na maisha yao. Swali langu kwa dada, je, unaweza ukaishi na mwanaume kama huyu? Lakini baada ya siku nyingi kuweza kupita, leo Gonzalo anapokea email kutoka kwa Ignacio ikisema ya kwamba kwa sasa yeye pamoja na Zoe ni wazazi baada ya kufanikiwa kupata mtoto wa kiume. Gonzalo akashangaa sana, lakini pia akaamini huenda mwanadada alimwongopea mume wake, na akabaki anajiuliza maswali, mtoto huyu atamwita nani, mwanaye ama atamwita anko? Ignacio pamoja na mwanadada kwa sasa walikuwa na furaha sana, lakini pia hata mama yao naye alikuwa na furaha sana baada ya kumwona mwijukuu, tena alikuwa ni wa kiume ambaye alimpatia jina la marehemu mume wake. Bwana, hapa ndo unafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.